Ndani ya upeo wa bahari zisizo na mwisho, mahali ambako mawimbi hukutana na upepo kwa nguvu zisizoelezeka. Historia mpya ya vita vya majini inaanza kuandikwa si kwa damu pekee, bali kwa akili, teknolojia na ujasiri wa kizazi kipya cha mashujaa wa kisasa. Hii si hadithi ya meli ya kawaida. Hii ni simulizi ya kuzaliwa kwa kivuli cha baharini, nacho si kivuli kingine, bali ni Spectre. Kwani katika mwaka wa 2026, kampuni ya Sailydrone ilifungua ukurasa mpya wa historia ya kijeshi. Kwa utulivu wa kushangaza, walitangaza kuzaliwa kwa daraja jipya la meli zisizo na rubani. Meli ambazo hazihitaji nahodha, hazihitaji mapumziko na hazihofii hatari. Ndani ya tangazo hilo, jina moja lilisikika kama rada iliyokatiza anga la kimkakati: Sailydrone Spectre. Meli hii si tu chombo cha chuma kinachoelea, ni roho ya vita iliyofungwa ndani ya teknolojia. Urefu wake wa mita 54, uzito wa tani 250 na uwezo wa kufikia kasi ya mafundo 30 vinaiweka katika daraja la viumbe wa ajabu wa baharini, wale wanaoweza kufuatilia adui bila kuonekana. Lakini nguvu yake ya kweli haipo kwenye ukubwa au kasi, bali ipo kwenye ukimya wake. Na katika ulimwengu wa vita vya majini, adui hatari zaidi si yule anayemuona, ni yule aliyefichwa chini ya maji. Manowari zinazotembea gizani zimekuwa tishio la muda mrefu kwa mataifa yenye nguvu. Na hapa ndipo Spectre inapogeuka kuwa shujaa. Imeundwa mahususi kwa operesheni za kupambana na manowari, kile kinachojulikana kama Anti-Submarine Warfare, yani ASW. Kwa kutumia mfumo wake wa kipekee wa propulsion tulivu, Spectre inaweza kusogea juu ya bahari bila kutoa sauti inayoweza kugunduliwa kwa urahisi. Ni kama kivuli kinachopita juu ya kivuli kingine, na hakuna kelele, hakuna onyo, hakuna huruma. Na katika safari hii ya mapinduzi, Lockheed Martin haikubaki nyuma. Kama mshirika mkuu, kampuni hii inasimamia akili ya ndani ya mfumo, uhuru wa kufanya maamuzi ya kijeshi bila binadamu kuingilia moja kwa moja. Hapa ndipo vita inapobadilika, sio tena askari dhidi ya askari, ni algorithms dhidi ya siri za bahari. Kwani kwa mujibu wa viongozi wa mradi, Spectre inalenga kuwa njia nafuu lakini yenye nguvu ya kuongeza wachezaji uwanjani, ikimaanisha mataifa yanaweza kuwa na idadi kubwa ya vyombo vya ulinzi bila gharama za kupindukia. Ndani ya viwanda vya Fincantieri vilivyopo Wisconsin, Marekani, chuma kitaanza kuunganishwa kuwa uhai. Hapa ndipo Spectre itazaliwa kimwili, akitengenezwa kwa kasi ya hadi meli 5 kwa mwaka. Gharama yake je? Itakuwa takribani dola milioni 40 kwa kila moja. Lakini kwa wale wanaoelewa nguvu ya teknolojia ya kijeshi, hii si gharama, ni uwekezaji wa usalama wa kesho. Huku majaribio ya kwanza baharini yanatarajiwa mapema mwaka 2027. Hii si tu habari ya teknolojia, ni onyo na ishara kwamba dunia inaingia katika enzi mpya, enzi ambayo mashujaa hawavai sare, hawabebi bunduki na hawana uso. Wanakuja kwa umbo la mashine, wakiongozwa na akili bandia, wakitekeleza majukumu yao kwa ukamilifu usio na hisia. Na katika ukimya huo, vita vinaweza kushinda kabla hata halijaanza. Katika kina cha bahari ambapo mwanga haupenyi, ndipo vita vya kesho vitakapopiganwa. Na juu ya uso wa maji, kivuli cha Spectre kitakuwa kinazunguka, kikilinda, kikichunguza, na wakati mwingine kushambulia. Na hii ndiyo sura mpya ya ujasiri, siyo sauti kubwa ya milio ya risasi, bali ni ukimya unaobeba nguvu ya kuamua hatima ya mataifa. Katika hatua nyingine inayoonekana kubadili mwenendo wa vita vya kisasa, jeshi la Marekani kupitia US Southern Command, yani Southcom, limetangaza kuanzishwa kwa kitengo kipya cha kijeshi kitakachotegemea zaidi mifumo ya kujitegemea
akili bandia na vifaa visivyo na rubani katika operesheni zake. Kitengo hicho kinachojulikana kama Autonomous Warfare Command, yani SAWC, kimeanzishwa chini ya maelekezo ya kamanda wa Southcom, Jenerali Francis L. Donovan, katika kile kinachoelezwa kama juhudi za kuimarisha uwezo wa Marekani katika mazingira ya vita vya kisasa vinavyobadilika kwa kasi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, SAWC itakuwa na jukumu la kuratibu matumizi ya mifumo ya kijeshi ya kujitegemea, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani, mifumo ya baharini ya kiotomatiki, pamoja na teknolojia za uchambuzi wa data za kivita. Kitengo hicho kimeelezwa kuwa kitafanya kazi katika nyanja zote za operesheni, kutoka baharini, nchi kavu, anga hadi anga za juu na mtandao wa kimataifa. Na hapa na nukuu, lengo letu ni kutumia ubora wa kiteknolojia wa Marekani kuhakikisha usalama wa kikanda na kimataifa, mwisho wa kunukuu, alisema Jenerali Donovan katika taarifa yake rasmi. Na hapa na nukuu, tunaingia katika enzi ambapo kasi ya maamuzi ni silaha yenyewe, mwisho wa kunukuu. Southcom, ambayo inasimamia operesheni za kijeshi za Marekani katika Amerika ya Kati, Kusini na Caribbean, imekuwa ikihusika kwa muda mrefu katika mapambano dhidi ya magenge ya dawa za kulevya na mitandao ya uhalifu wa kimataifa. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi, SAWC itasaidia pia katika operesheni za kupambana na kile wanachokiita narcoterrorism pamoja na majanga ya asili katika kanda hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema hatua hii inaweza kuongeza ushawishi wa kijeshi wa Marekani katika eneo ambalo tayari lina historia ndefu ya uingiliaji wa Washington. Kuanzishwa kwa SAWC kunachukuliwa na baadhi ya wataalamu kama hatua ya wazi kuelekea vita vya kiotomatiki, ambapo maamuzi ya kivita yanaweza kufanywa kwa msaada wa akili bandia kwa kasi isiyo ya kawaida. Wasiwasi mkubwa umetolewa kuhusu kiwango cha uhuru ambacho mifumo hii inaweza kupewa katika kufanya maamuzi ya kivita bila usimamizi wa moja kwa moja wa binadamu. Na hapa na nukuu, mabadiliko haya yanaibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa maadili ya kivita, amesema mmoja wa wachambuzi wa masuala ya usalama wa kimataifa. Na hapa na nukuu, tunashuhudia mpito kutoka vita vya binadamu kwenda vita vya mifumo, mwisho wa kunukuu. SAWC si hatua ya pekee. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imekuwa ikiimarisha uwepo wake katika teknolojia za anga na nafasi, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa shughuli za kijeshi za satellite na mifumo ya mawasiliano ya kimkakati. Wachambuzi wanasema mabadiliko haya yanaonyesha ushindani unaokuwa kati ya mataifa makubwa katika nyanja ya teknolojia ya kijeshi, hasa katika eneo la akili bandia na mifumo ya uhuru wa maslahi. Ingawa maafisa wa Marekani wanasisitiza kuwa lengo la SAWC ni kuimarisha usalama na kusaidia washirika wa kikanda, wataalamu wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa dunia inaweza kuwa inaingia katika awamu mpya ya mashindano ya kijeshi yasiyoonekana wazi, ambapo mstari kati ya binadamu na mashine unazidi kufifia. Kwa sasa, SAWC inabaki kuwa alama ya mabadiliko makubwa katika historia ya vita vya kisasa, mabadiliko ambayo yanaweza kubadilisha kabisa namna mataifa yanavyopigana, kulinda na kushindana katika karne ya 21. Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.